Wewe mtu wa mataifa umepata neema ya kumjua Yesu Kristo, lakini siri hii mpaka leo wamefichwa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka leo wamefichwa Wayahudi. Wewe siri hii umeipata, ambao ndio unafunuliwa. Kwa sababu Wayahudi wao wanaamini tu kwamba mambo ya siri ni ya Mungu, yaliyofunuliwa ni ya kwetu. Lakini neno, yule siri mwenyewe ni nani? Ni Kristo Yesu. Hayo mambo sasa hivi yanafunuliwa, yanawekwa, si kama vile ambavyo neno la Mungu lilisema. Lakini wakati wa Kristo unapokuja, maana yake sasa hivi anayafunua. Ndio maana tunaweza kujua kwamba hapa tumefanya makosa, hapa tumefanya uovu, hapa tumetenda dhambi, tabia zangu hizi hazimpendezi Mungu. Kila ninapokifanya maana yake hakiendani sawa sawa na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo mtume mambo yale anasema walifichwa Wayahudi, lakini sasa wamefunuliwa watu wa mataifa. Yaani watu wa mataifa ambao ni mimi na wewe, tumeifunuliwa ile siri ya Kristo, ambao hiyo haifichi kitu chochote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata Danieli alimwambia mfalme maneno haya. Danieli, mfalme alimchukulia kama mwanadamu mwenye ujuzi na ufahamu sana. Alimlinganisha na wachawi wake, kama vile ambavyo Farao alimlinganisha Yusufu na wachawi wa Kimisri. Hakujua maarifa na ufahamu aliyokuwa nao Yusufu au Danieli. Hakujua kwamba ule ufahamu hautokani na mwanadamu, ule unatokana na Mungu mwenyewe. Ndio maana Mungu akaweza kuwafunulia siri ile. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Danieli sura ile ya 2, ninasoma mstari ule wa 19 mpaka wa 22. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli akajibu akasema, lihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huzuru wafalme na kuwamilikisha wafalme. Huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na yaliyo ya gizani na nuru hukaa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hufunua mambo ya fumbo ya siri. Anayeweza kukufunulia mambo ya fumbo la siri ambalo unatabika nalo si mwingine bali ni Yesu Kristo. Na wakati mwingine nikupe siri, anaweza akakufunulia wewe mwenyewe kwa njia ya ndoto, lakini anaweza akasema na wewe kupitia neno lake, hasa kwa wanaofundishwa, kama ambavyo Petro na Paulo amesema kwamba siri hii wamefunuliwa wale waliokubali kufundishwa. Sasa hekima hii na maarifa haya ya siri hii ambao unatakiwa ufunuliwe upate kujua, hawezekani, mwanadamu hawezi kuyafunua isipokuwa kwa hekima ya Mungu na ufahamu. Mungu anaweka hekima, anaweka ufahamu na maarifa ndani ya mwanadamu, na mwanadamu anamotoa hatoi kama yeye, bali anatoa kama ujumbe ambao amefunuliwa na Mungu. Ndio maana mambo mengi ambao tumefundishwa, wakati nyingine na sisi tulikuwa tunaenenda katika tabia za dunia hii, lakini Mungu kwa kutumia watumishi wake mbalimbali, na sisi kama kanisa takatifu la Yesu Kristo tukapata neema hii ya kufunuliwa ile siri ya Mungu, tukapata kuijua kweli, kwa sababu na sisi tulikuwa tumeenenda katika mienendo hiyo. Lakini angalia, hatupo tena kwenye mienendo ile, kwa sababu ile siri iliyokuwa imefichwa sasa imefunuliwa kwetu, na sisi sasa tumejua kwamba kumbe neno la Mungu linasemaje, neno la Mungu linatuelekezaje, neno la Mungu linasemaje, neno la Mungu linasema tuishi vipi, tuende katika njia zipi. Tukakubali kwa sababu limefunuliwa kupitia watumishi wake, basi tukatembea nalo, na sisi sasa tunalihubiri, kwa sababu wako wengine ambao nao hawajajua, hawajaelewa, bado
wamefichwa kama ambavyo wewe ulikuwa umefichwa siri hiyo, na wao wanahitaji sasa kuhubiriwa, wanahitaji kufundishwa. Pasipo kufundishwa hawawezi kujua, pasipo kufundishwa hawawezi kubadilika. Ni nani ambaye anaweza kufanya hivyo? Ni mimi na wewe ambaye tumefunuliwa siri hii, tuweze kuwafundisha, tuweze kuwaelekeza wapate kuelewa. Maana yake hata Farao, yeye maamuzi aliyokuwa amechukua kwanza ni kuangamiza waganga na wachawi. Hata Nebukadneza maamuzi yake baada ya kushindwa kumtafsiria ndoto yake, maamuzi yake ilikuwa ni kuwaua wote, kwa sababu wameshindwa kufunua. Yani yeye mwenyewe mfalme, yeye mwenyewe ambaye ana hiyo mizimu, ana huo uchawi, hajajua hiyo siri. Anataka waganga wao wajue, nao hawajajua. Maamuzi yake anataka awaue. Ndivyo ambavyo hata sisi ambao tumepata hii neema, tusiwaangamize wengine, tusiwahukumu wengine, bali siri hii ambayo tumepewa, basi ni vizuri na sisi tukasimama sasa, tukaifunua hii siri tuliopewa. Kama vile ambavyo Yusufu alimwambia Farao, usiwe na shaka, Mungu wa mbinguni atafunua. Yusufu hasemi ni yeye anafunua, anamwambia Mungu ataifunua siri hii, atayafunua mafumbo haya. Hata Danieli anamwambia Nebukadneza, usiwe na shaka, mimi kwa kinywa changu Mungu ameifunua siri hii. Na ni baada ya nini? Ni baada ya kuomba kwamba Mungu, ninaomba, maana imeandikwa watu wote waangamizwe. Hata na mimi Danieli, kama nitashindwa, maana yake nitaangamizwa. Lakini nani asiyejua kwamba mafumbo haya hakuna anayeweza kuyajua ila Mungu peke yake ndiye anayejua, na Mungu anamfunulia yule ampendaye. Mungu hawezi kumfunulia kila mtu. Ukiona kama kuna jambo Mungu amemfunulia mtumishi wa Mungu, usitafute na wewe kutaka kufunuliwa. Amependa kumfunulia. Ndio maana wale vijana watatu wao hawakufunuliwa, walikuwa pamoja na Danieli lakini hawakufunuliwa, ila mtu mmoja, Danieli peke yake, ndiye aliyefunuliwa. Yeye akawajulisha siri kwamba jamani, nimefunuliwa siri hii juu ya mfalme. Na Danieli hakuogopa kumwambia mfalme. Hakujali cheo cha mfalme, kwamba mfalme, si unataka kulijua fumbo la Mungu? Basi matokeo yake ni haya. Akamweleza mfalme yale yatakayompata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inataka nini? Pale ambapo utakuwa ni mtu wa kujitakasa, mtu wa kumuomba Mungu kila wakati kwamba ninaomba unifunulie haya ninayopitia, ni mambo ya siri, mimi sijui. Nimemuuliza babu yangu, nimemuuliza bibi yangu, nimewauliza wazazi wangu, hawajui. Sasa Mungu, nimebaki mimi na wewe, ninaomba uifunue siri hii, ninaomba uiweke wazi siri hii, ili mimi nipate kuokolewa, nipate kufunguliwa. Nahitaji kuwa huru, nahitaji kuwa mtakatifu kweli kweli, lakini kuna mambo mengine yananishinda. Kwa sababu gani? Inawezekana kuna siri inatembea katikati yangu, kuna siri inatembea katika ukoo wangu. Hii siri na mimi nimejumlishwa humo, hii siri haijafunuliwa, ndio maana ninapitia mambo haya. Yesu Kristo, ninaomba unisaidie, ninaomba uniwezeshe, ninaomba uifunue siri hii, kama vile ambavyo hukuwaficha mitume, hukuwaficha wakina Petro, hukuwaficha wakina Paulo. Siri ambao wewe unaijua umeifunua. Ndio maana hata wakati mwingine Paulo alikuwa akienenda, lakini akafunuliwa, akainuliwa nabii, akamwambia Paulo, ni nani mwenye huu mshipi? Akamwambia ni mimi. Akamwambia unapanda Yerusalemu, lakini kuna mashtaka yanakukabili. Bwana Yesu asifiwe. Ile siri hata Paulo alikuwa hajui, lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu, hakutaka Paulo aangamie, akamfunulia ile siri kupitia nabii yule. Akamwambia Paulo, utapanda Yerusalemu, lakini jiandae, kwa sababu kuna mambo yatakayotukuta. Bwana Yesu asifiwe.